Tunajua ujenzi wa kanisa bado inaendelea. I want to give you my commitment that as a Christian, we are going to work with you, we are going to walk with you, mpaka safari ambayo umepatiwa na Mungu ikamilike. Nataka nikukaribishe katika uongozi wa kaunti hii na wa taifa letu la Kenya. Sote ni viongozi na Mungu ametupatia nafasi ya kuongoza wananchi hawa. Nyinyi mkitusaidia upande wa kanisa na dini, na sisi tukifanya sehemu hii ingine ya kupanga maendeleo ya taifa letu la Kenya. Pongezi askofu, welcome to ministry, welcome to the leadership of not just this diocese, but of our country, Kenya. Mimi nakuomba wakati unaanza safari hii, umeanza na kutuombea. Hasa mimi na naibu wangu. Mimi nataka nikuulize askofu, uendelee kutuombea. Na uendelee kuombea taifa letu la Kenya. Vile tunawauliza kanisa nzima watuombee kama taifa letu la Kenya, kwa sababu taifa hii ni taifa inayomcha Mungu. Nimeona kwa kirefu kuna watoto wamekuja hapa kukupatia sehemu yao. Na mimi nimekusikiza kwa makini ukiongea ruasa yako ama vision uko nayo kwa county hii ama kwa diocese hii. Na umesema utawashughulikia watoto wetu. Mimi nataka nikuhakikishie, as you work to make sure that we mentor our children through Christian teaching. Na sisi kama serikali tutafanya sehemu yetu kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Mwaka uliopita tuliongeza walimu wa kufundisha watoto wetu. Mwaka huu tena tutaajiri walimu wengine 20,000 ili kusaidia kusomesha watoto wetu. Na wale 46,000 tuliwaajiri mwaka uliopita, mwaka huu hawatakuwa interns tena. Sasa tutawafanya permanent and pensionable this year. Ndio waweze kutimiza wajibu wao wa kufundisha watoto wetu. Nimeona askofu, katika ruwaza yako umesema utasaidia wakulima wetu. Utawasaidia na kuwaunganisha na waegezaji, na pia wapate elimu ya sawasawa ya kuendesha kilimo tuweze kuzalisha chakula. Mimi nataka nishukuru wananchi wa Nyandarua, wananchi wa Laikipia. Bidii ya wakulima wetu imetuwezesha taifa letu kwa sasa. Nyinyi watu wa Nyandarua na Laikipia mumezalisha chakula kingi, mumepata chakula ya kutosha nyumbani, na hata mnatusaidia kulisha Wakenya wengine. Mimi nataka niseme asante sana, na niwahakikishie ya kwamba ile program ya fertilizer tulianza, pia katika mwaka huu tumeongeza bilioni 10 ya kuhakikisha ya kwamba wakulima wa chai, wakulima wa mahindi, wakulima wa ngano, wakulima wa kahawa, wakulima wa chai wote, na hata wale wa miwa wanapata mbolea. Tuzalishe chakula ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. I make that commitment to you, Bishop, so that as you work in this diocese, you work with us in the Republic of Kenya. Vile vile, kaunti yetu ya Nyandarua na Laikipia ni mahali ambapo tunazalisha chakula ambayo inalisha taifa letu la Kenya. Viazi inatoka Nyandarua, mboga inatoka Nyandarua, carrots inatoka Nyandarua, onions inatoka Nyandarua. Mimi nataka niwaeleze hivi,
tunatumia karibu bilioni 500 kuagiza chakula kutoka nje. Tumesema tukienda mbele tutahakikisha kwamba tunazalisha chakula Kenya. Higher Education Loans Board, so that no child from any vulnerable family can lack an opportunity to be in a TVET or in a university on account of the ability of their parents or guardians to pay for their fees. We're going to make sure that every child has access to higher education. And I want to commit to Kenya. We are a democratic country. We build our institutions, whether it is the executive, the legislature, the judiciary, civil society. We agree that all these institutions are necessary for us to be a greater nation. And we will support all institutions to make decisions for Kenya so that together we can be a great nation. We must continue to be a peaceful, we must continue to be a nation of the rule of law so that together we can build a greater nation. So, asanteni sana watu wa Nyahururu. Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Askofu, ukikuja katika diocese hii, kuna barabara pale inaitwa Gashana. Watu wa hapa waliniuliza nitafute pesa ya kutengeneza hiyo barabara, inawasumbua sana. Mimi nishakubaliana na mjumbe wao ya kwamba hiyo barabara tuko na pesa sasa, tutaitengeneza. Hapa karibu na ofisi yako pia kuna bypass inaitwa Transcom. Hiyo bypass vile vile tutaitengeneza kwa sababu watu wa hapa wameniuliza tufanye hivyo. Na mambo yale mengine yote tutashirikiana. Mimi nataka niseme asante sana watu wa Nyahururu, tunawapenda sana. Mwathani amurathime. Mungu awabariki sana. Thank you. Asanteni sana. Ili tufike kelele ya ibada yetu. Sasa kulikuwa na boxes ya zile gifts ambayo inaweza peanwa kwa askofu wetu, na wale watafanya hiyo kazi muweze kuendelea. Lakini sasa tunaelekea kumaliza ibada. Nitauliza askofu wetu mpya sasa aje atuongoze kwa benediction, alafu haya mengine itaendelea. Basi wakati jambo hilo inaendelea, tutaimba wimbo, labda kwaya ya Cathedral watuongoze na nyimbo moja, alafu tuendelee. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe pamoja. Reverend Ngenya to give us direction on that. Reverend Ngenya. Laws and regulations of the Diocese of Nyahururu. In the name of God, amen. I, Samson Burgashadi, by constitutional authority and operation of law. We remind ourselves of these words. Brothers and sisters in Christ, it is written in the Gospel according to St. Luke that the Lord Jesus Christ watched and prayed a whole night before appointing and sending the 12 apostles. It is also written in the Acts of the Apostles that disciples in Antioch fasted and prayed before laying hands on Paul and Barnabas and sending them out. So also ourselves, as we follow the example of our Lord Jesus Christ and his apostles, we must pray before accepting and sending
the Reverend Major Retired Samson Mburu Gashadhi to do the work the Holy Spirit has called him to do. Peleleza ndani yangu iwe safini